Bwana asifiwe wapendwa. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mjambo. Ningependa tushiriki katika mistari michache kutoka kitabu cha Yeremia. Ni Yeremia 5 aya yake ya 26. Ni Yeremia 5 aya yake ya 26. Nitasoma hadi 6:1. Naye Bwana atalibariki neno lake. Naomba unipe muda wako mfupi tu, hata kama ni dakika 1 au 2 utakavyowezeshwa, ili tusikize ili neno kwa pamoja. Utakapolitafakari kwa makini, naamini kwamba utaongezeka kiroho au utaiokoa nafsi yako. Nami nitasoma. Haleluya. Maana katika watu wangu wameonekana watu waofu, huotea kama vile watu wategao mitego. Hutega mitego na kunasa watu kama tundu lijavyo ndege. Kadhalika nyumba zao zimejaa hila. Kwa hiyo wamekuwa wakuu, wamepata mali, wamewada sana, wang'aa, naam, wamepita kiasi kwa matendo maofu. Hawatetei madai ya yatima ili wapate kufanikiwa, wala hawaamui haki ya muhitaji. Haleluya. Jambo la ajabu, jambo la ajabu la kuchukisha limetokea katika nchi hii, na manabii wanatabiri uongo, na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao, na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Ninyi mtafanya nini mwisho wake? Kimbieni mpate kuwa salama, enyi wana wa Benjamini. Tokeni katika Yerusalemu, pigeni tarumbeta katika Tekoa. Simamisheni ishara juu ya Beth-Karimu, kwa maana mabaya yanachungulia toka kaskazini na uharibifu mkuu. Bwana wetu awabariki sana. Hakika tukitafakari, hakika tukiangalia tana inji yetu, haya ndio mambo yanayoendelea, kwamba watu wanateka watu wenzao kama vile mitego, ama kama vile watu watekavyo wanyama au ndege. Hivyo ndivyo watu wanavyoteka watu wenzao. Bwana wetu aturehemu. Bwana atusaidie. Lakini Mungu ameshayaona hayo yote, kwamba watu maofu yao yamesidi. Na kwa hiyo hili neno naamini utakapolisikiza kwa umakini litakusaidia, kwamba Biblia inatufahamisha jambo la ajabu la kuchukisha limetokea. Lakini katika nchi hii manabii wanatabiri uongo, nao makuhani wanatekeleza uofu wao wakisaidiwa ni manabii. Bwana wetu aturehemu sana sana sana, kwani
Manabii badala waonye wa makuhani, wao ndio wanatabiri uongo kusaidia hawa makuhani au viongozi wa inji kunyanyasa watu wengine, kunyanyasa wanadamu wenzao. Yani Mungu aturehemu. Sitaki kusidiza, sitaki kuongezea wala kupunguza. Utakapo nisikiza kwa makini, unipe muda wako tu mfupi. Ikiwezekana we mwenyewe nenda ufungue iki kitabu cha Yeremia ni 5 aya yake 26. Usome mwenyewe mpaka 6:1. Usikize, utafakari mwenyewe. Naamini kwamba utaongezeka kiroho au hata utaongezeka zaidi. Na Bwana. Haleluya. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo wapendwa. Ni muda mrefu, ni siku nyingi sana hatujakuwa pamoja. Sijakuwa hewani, sijaachilia chochote, sijaachilia somo lolote lile wala chochote kile. Hata hivyo, kwa fupi, nimekuwa katika mishukashuko ya hapa na pale, kupanda milima na kushuka mapondeni. Kwani ipo hayo yote yapo ni kwa ajili yetu sisi wanadamu tungari hai. Sitashinda ama sitasudia yote ama yale ambayo nimekuwa nikiyapitia, ila nimefurahia sana kupata mistari ambao umenifariji na ukanitia nguvu, nikajihisi nikana kwamba siko peke yangu. Hakika Mungu yu pamoja nami. Kwa hiyo naamini kwamba tutakaposhiriki kusoma hii mistari pamoja nawe na utakapoizingatia na uitafakari, ninaamini kwamba itakufaidi pia nawe. Itakutoa kwenye vifungo na mateso ambayo umeishi ndani yake kwa muda mrefu. Na nitasoma ni mstari nayoenda kutoka katika kitabu cha Isaia. Ni Isaia 44 aya yake ya 10. Na nitasoma: Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika mkono wa kuume wa haki yangu. Tazama wote walio hasira, tazama wote walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika. Watu wasindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Utawatafuta wala hutawaona. Wale wapiganao nawe watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa. Wale waliofanya vita juu yako, kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume, nikikuambia usiogope, mimi nitakushindia. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hata ukiendelea hapo chini inaendelea kutukusema bado usiogope Yakobo urie mdudu nanyi. Anyway, in short, mimi ujumbe wangu uko hapa 10 na 13. Nimefurahia sana kusikia hili. Nimefurahia sana kusikia hili somo ama haya maneno. Nimejihisi ama nime feel like imeandikwa ama ilikuwa nifungue hiki kitabu nipatane na haya maandishi ama haya maneno ya fariji moyo wangu. Kwa hivyo nimefurahia sana sana sana, nimefarijika, nimesaidika, na ninaamini nawe utakapo isoma. Ni Isaia. Kwa wale wenye uniuliza ulisoma wapi ama umesoma wapi ama umetoa maandishi wapi, kitabu ni cha Isaia
especially ni hapa upande huu. Ni Isaia 41, especially here 41 haya yake ya 10. So naamini kwamba utakapoenda kusoma hiyo mistari pia nawe itakusaidia, na ninaamini huenda hata utafarijika kuniliko mimi, ama utasaidika hata saidi yangu, na Bwana awabariki.